kama ungekuwa njiani kuenda haji, safari takatifu zaidi katika maisha ya Muislamu, alafu njiani umkute mama akichimba jalalani akitafuta chakula cha watoto wake mayatima, je, ungefanya nini? Ungeendelea na safari kuenda Maka au ungeacha haji na kumsaidia? Leo na kusimulia kisa cha mwanachuoni mkubwa sana katika historia ya Uislamu, na uamuzi aliyoufanya mpaka leo bado unagusa mioyo ya watu. Jina lake lilikuwa Abdullah ibn al-Mubarak. Alikuwa mwanachuoni mkubwa wa hadithi, mfanye biashara tajiri na mtu wa ibada sana, lakini jambo lililomtofautisha zaidi lilikuwa moyo wake wa huruma. Utajiri wa kweli si mali, ni moyo unaojali wengine. Na Ibn Mubarak alikuwa mtu wa namna hiyo. Aliwasaidia maskini, aliwasaidia mayatima, aliwasaidia wasafiri. Lakini siku moja alifanya jambo ambalo lilibaki katika historia ya mawaidha. Mwaka mmoja Ibn Mubarak aliamua kufanya haji. Akaanza kujiandaa kwa safari hiyo, akanunua chakula cha safari, akaweka pesa za matumizi, akaandaa mizigo yake, kisha akaungana na msafara wa mahujaji. Msafara ukaanza safari kupitia majangwa marefu, wakielekea nyumba tukufu ya Allah katika mji wa Maka. Mioyo yao ilikuwa imejaa shauku, passion, kwa sababu kila Muislamu anatamani kufika Kaaba. Lakini ndugu zangu, Allah wakati mwingine huweka mtihani katikati ya safari ya ibada. Siku moja wakiwa njiani, Abdullah ibn al-Mubarak aliona mama mkongwe karibu na jalala. Alikuwa akichimba kitu kwa haraka. Ibn Mubarak akakaribia kuona anatafuta nini. Alipofika karibu, moyo wake ulitetemeka. Mama yule alikuwa akichukua ndege aliyekufa. Mzoga ndiyo chakula alichokuwa anakusanya. Ibn Mubarak akashangaa sana, akamuuliza kwa huruma, ewe mama yangu, kwa nini unachukua kitu hiki? Mama yule akamwangalia kwa macho yenye huzuni, akasema, mimi ni mjane. Kisha akaongeza, mimi nina watoto mayatima nyumbani. Alafu akasema maneno yaliyomchoma moyo Ibn al-Mubarak, hatuna chakula kwa siku kadhaa, nimekuja kuchukua hiki ili watoto wangu wasife kwa njaa. Ndugu zangu, hapa ndipo moyo wa Abdullah ibn al-Mubarak ulipimwa. Upande mmoja wa moyo wake ulikuwa unasema, endelea na safari yako, haji ni ibada kubwa sana. Lakini upande mwingine wa moyo wake ulikuwa unasema, watoto hawa wanakufa kwa njaa. Akasimama kimya, akatazama ardhi, akatazama mbingu, kisha akajiuliza swali moja muhimu sana, ni ipi ibada Allah anaitaka kutoka kwangu sasa? Methali ya wahenga inasema, moyo wa huruma hauhitaji kusukumwa kufanya wema. Ndipo akafanya uamuzi wa ajabu. Ibn Mubarak akarudi kwenye mizigo yake, akafungua mfuko wake. Ndani kulikuwa na chakula na pesa alichokuwa ameandaa kwa safari ya haji. Akatoa kila kitu, pesa zote, chakula chote, mahitaji yote ya safari, hakubakiza hata kidogo. Akampa mama yule, kisha akasema kwa upole, chukua hii uwalishe watoto wako. Mama yule alishangaa sana, lakini jambo la kushangaza zaidi lilikuwa hili. Baada ya kutoa kila kitu, Abdullah ibn al-Mubarak hakubaki na kitu cha kuendelea na safari. Kwa hiyo alifanya nini? Aliangalia msafara wa mahujaji ukiendelea mbele, kisha yeye akarudi nyumbani. Hakufanya haji mwaka ule. Baada ya miezi kadhaa, mahujaji walirudi kutoka haji. Baadhi yao walipomwona Abdullah ibn al-Mubarak wakamwambia, ewe Ibn Mubarak, tulikuona Maka ukifanya tawafu. Ibn Mubarak akasema kwa mshangao, mimi
sikuenda haji mwaka huu. Lakini watu kadhaa wakasisitiza, tunakuapia, tulikuona katika vitabu vya mawaidha kunasimuliwa kwamba kwa sababu ya ikhlasi yake na huruma yake kwa mayatima, Allah alimlipa kwa njia ya ajabu. Inasimuliwa kwamba malaika alitumwa kwa sura yake kufanya haji ili thawabu ya haji isimpite. Allah ndiye anayejua ukweli wake, lakini jambo moja ni hakika, Allah haipotezi wema wa moyo wa huruma. Ndugu zangu, kisa hiki kinatufundisha jambo kubwa. Wakati mwingine tunatafuta thawabu mbali sana, lakini tunasahau watu wanaoteseka karibu na sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi na mwenye kumlea yatima tutakuwa peponi kama hivi. Kwa hiyo jiulize leo, ni wangapi wanalala na njaa karibu na sisi? Ni wangapi wanalia kimya kimya? Moyo wa huruma ni daraja la rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kumbuka, ibada sio tu kuswali. Ibada pia ni kumlisha mwenye njaa, kumsaidia yatima na kumfuta machozi mwenye huzuni. Na hapa ndipo dini inakuwa hai katika maisha.